hata shughuli yana kaka weka tu kwa ndani mimi simuelewi. Yaani kwa kweli mimi nachoka. Tunaletea watoto watu nalea watoto watu. Yaani watoto watu kwenda kuchukua huko za kuniletea mimi hapa. Shughuli kibao. Hebu subiri ngoja niache. Wewe baba Mudi. Baba Mudi. Baba Mudi. John sasa kwa sababu yangu tangu asubuhi mimi nafanya shughuli zote za hapa. Umeleta watoto ndugu zako hapo, umeleta watoto ndugu zako. Mimi nafanya kazi ya kuwalea. Na wewe mwenyewe nikulea. Haya vyombo vile naomba kanisaidie. Si unanielewa? Mwenyewe pia nachoka hizo shughuli. Si unanielewa? Nenda kaoshe vyombo. Nimechoka tangu asubuhi jamani, ha? Kwani osha vyombo. Lakini Mama Mudi, samahani, njoo. Kuna malalamiko nimepata kwa mtoto wa dada yangu, mjomba wangu, mpo wangu, kwamba wewe mke wangu mtoto unamnyasa, chakula hali na ule shule umpi. Sasa mke wangu sio vizuri. Na wewe ukiangalia na mnyanyasa. Hapa mtanyanyasika tu. Fanyeni kazi. Unaenda kuchukua watoto wa watu shughuli una. Uitegemea nini? Mimi niuze majungu. Tangu asubuhi niko hapa. Ziwa kana nyosha mbuzi huko. Hapa ndugu yangu kazi moja. Osha vyombo, fanya kila kitu na mjomba wako akija hapa na anapika leo jioni hii. Mimi naenda zangu kulala, sina shughuli nyingine. Si unanielewa? Akisa mke wangu sio vizuri. Kama sio vizuri mpeleke kwao, wazazi wake wamekufa. Kumbuka mimi sasa hivi sina kazi, ila baada. Sasa kazi una ndo katafuta kazi ule yatima. Si unanielewa? Kazi una tafuta kazi. Kwa hiyo kazi yangu mimi shughuli changu hapa ndio fanya yenyewe kuniletea ndugu hapa. Osha vyombo, ndani kama vile nenda kasafishe upo. Mimi hapa sina shughuli. Malizia vyombo, safisha sehemu nilofanyia kazi, mjomba wako akija apike. Mimi nishamaliza shughuli. Si unanielewa? Yaani maisha haya. Yaani laiti wanaume tulikuwa tunawajibika vizuri, hii tabu nisingepata vizuri hili. Lakini shida kwamba sina kazi sasa hivi, nanyanyasika kama hivi, naosha vyombo. Mwanangu mama yake kanikabidhi kwangu mimi dangu. Hayo ndio maisha, lakini hayo. Ila inabidi niende kwa kakake nikamshtakie mke wangu.